Karibu. Katika video hii utajifunza jinsi ya kutumia application ya Adobe Illustrator kuchora nembo kama hii kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hii ni sehemu ya pili ya mafunzo haya ya ubunifu wa nembo kwa kutumia application ya Adobe Illustrator. Kama ulikosa kuangalia sehemu ya kwanza, angalia video hiyo kupitia link iliyokuwepo katika description ya video hii. Huu ni muendelezo wa mafunzo ya graphic design katika kipengele cha Adobe Illustrator. Jina langu ni Muhammad na hii ni Movitech Academy. Kabla ya kuendelea, kama umeangalia video ya mafunzo iliyopita, unaweza kuniambia hii ni logo ya aina gani? Umeweza kuijua? Kama umefanikiwa kuijua hii ni nembo ya aina gani, basi hongera sana. Lakini mimi nitakuambia katika video hii ni nembo ya aina gani kwa ambaye wewe hufahamu. Hii ni nembo ya mchanganyiko ama inajulikana kama combination mark, ambapo imekusanya aina zaidi ya moja ya logo. Tumeona kwamba kuna picha ama alama tumetumia, vile vile tumetumia maneno ama jina la logo hiyo, ambapo kwa pamoja jina pamoja na alama linatengeneza ama linaunda nembo aina ya mchanganyiko ama combination mark. Sasa tukiangalia vizuri tunaona kwamba tuna alama yetu, na hii alama yetu ama huu mchoro wetu umejengwa na vitu vikuu viwili. Kuna cut ama tunaweza tukaita kisusu, ambacho hicho kinamaanisha kama ni manunuzi ama store, kwa vile jina la nembo yetu ama biashara yetu inaitwa Daka Store. Kwa hiyo hicho kisusu ndio ambacho kinawakilisha ama kina represent alama ya manunuzi. Lakini vile vile katika mchoro huo ama alama hiyo kuna herufi ya D, na hiyo herufi ya D inamaanisha kama ni jina ama herufi ya mwanzo ya jina la biashara yetu ambalo ni Daka. Kwa hiyo kwa pamoja D pamoja na alama ya kikapu inatengeneza alama yetu, lakini vile vile chini yake kuna jina ambalo linasomeka Daka Store. Tukiwa karibu kuelekea kutumia application ya Adobe Illustrator, katika mafunzo haya kuna picha ya mchoro ambayo unahitajika uwe nayo. Kwa hiyo utaweza kudownload picha hiyo kupitia link iliyokuwepo katika description ya video hii. Vile vile kuna aina za hati ama fonti ambazo ningependa au ningekushauri utumie, ambazo zinaitwa Montserrat. Nazo pia utazipata katika linki hiyo ambayo utakayoweza kudownload picha pamoja na hizo hati. Bila ya kupoteza muda, tuende moja kwa moja tukatumia application ya Adobe Illustrator kuweza kutengeneza ama kuchora logo yetu kama hii kuanzia mwanzo hadi mwisho. Baada ya kufungua application ya Adobe Illustrator, tutatengeneza new file, na kutengeneza new file tutakuja katika button hii ya new file, au tutaenda katika file halafu tutabonyeza new. Hapa itabidi tuweke vipimo ambavyo viko sawa ili tuweze kwenda sambamba au tuweze kwenda vizuri. Kwa hiyo katika preset details tubadilishe jina, tuweke Daka Store logo. Kwa hiyo tuandike Daka Store logo. Hakikisha katika unit umechagua pixels, kwa sababu hii just tutatengeneza kwa kudisplay ama kufanya mazoezi tu katika kompyuta yetu, hatutahitaji kuprint. Kwa hiyo tutachagua pixels. Katika width utaweka 1920x1080. Kwa hiyo huu ni upana wa artboard yetu au ile sehemu ambayo tunafanyia kazi, na katika urefu ama height utaweka 1080. Kwa hiyo 1080 huu utakuwa ni urefu. Artboard tutaawacha hiyo namba moja. Baada ya kurekebisha hivyo vitu vichache, ambapo tumerekebisha jina pamoja na upana na urefu, sasa tubonyeze button ya create. Kwa hiyo hii ndiyo artboard yetu, na huu ndiyo upana ambao ulikuwa ni 1920, na huu ndiyo urefu ambao ni 1080. Baada ya kutengeneza new file na tayari tuna artboard yetu, tutaiweka ile picha yetu na tutaenda katika file, halafu tutaenda katika place, ama unaweza kutumia shortcut shift pamoja na
command au control pamoja na P. Halafu utaenda kuchagua ile sehemu ambayo picha yako imekaa. Natumai umesha download picha hii kama tulivyoelekezana hapo mwanzo, kwamba picha hii tunaitumia na ndio tunafanya kama tumetoka nayo katika ile hatua iliyopita ya sketch. Kwa hiyo baada ya kuwa na mchoro wetu ndio tunauingiza katika kompyuta yetu. Kwa hiyo baada ya kuchagua tunabonyeza place. Baada ya hapo itafunguka picha yako, lakini ikiwa ndogo kabisa. Kwa hiyo hapo inakuonesha ni wewe uweke ile size ambayo unataka ikae. Kwa hiyo utabonyeza sehemu kama hii kwa kutumia mouse yako, kisha utakuza kiasi kama hichi, halafu utaachia. Kwa hiyo baada ya hapo unaweza ukaiweka kati kama hapa. Halafu itabidi sasa tuweze kuipunguza hii picha yetu, kwa sababu tunaona kwamba hii ni kama karatasi. Kwa hiyo ni sehemu ndogo tu ambayo tumechora. Kwa hiyo itabidi tuicrop hii picha yetu. Sasa tuta-crop hii picha yetu, na kucrop tutaenda katika control bar. Kama huioni control bar, nenda katika window, halafu hakikisha kuna tick katika control, kwa sababu ikiwa hakuna tick unaona kwamba control yoyote ama ule udhibiti wa zana au options tofauti za zana zetu hatuwezi kuziona. Kwa hiyo itabidi tuende katika window, halafu tubonyeze katika control. Baada ya hapo tutabonyeza crop image, na tukibonyeza crop image tunaona kwamba hapa inakuja sehemu ambayo inatuwezesha sisi kucrop picha yetu ama kuikata picha yetu. Kwa hiyo utaweka ile size ambayo logo yako itakuwa inaonekana bila ya kuikata. Kwa hiyo utasize ama utaweka kipimo kama hivyo kinavyoonekana katika screen yangu. Baada ya hapo tutabonyeza button ya apply. Sasa kabla ya kuendelea itabidi tuilock hii picha yetu, kwa sababu tutakuwa tunachora sisi au tunafuatisha katika mazoezi yetu. Tutakuwa tunafuatisha ama tutakuwa tunatumia zana tofauti kuweza kuchora hii logo yetu. Kwa hiyo tutakuwa hatuhitaji kuisogeza hii logo yetu, tunataka ikae hapa hapa ili tuweze kuchora kitu ambacho kinafanana na hichi. Kwa hiyo utaenda katika sehemu ya kulia ya muonekano wa application ya Adobe Illustrator, katika sehemu ya layers utaona layer 1. Kwa hiyo hapa katikati utaweza kuifunga ama kulock hiyo layer yako. Kwa hiyo ukibonyeza hapa utaweza kuilock layer yako. Kama huioni panel ya layers ama panel yoyote ambayo unataka utumie katika application ya Adobe Illustrator, basi utaenda katika window, halafu utaweza kuchagua panels tofauti tofauti. Kwa hiyo panel ambayo itakuwa na tick ndiyo ambayo itaonekana. Kwa hiyo kwangu mimi kuna tick, ndiyo ambapo unaona kwamba layers panel ipo. Hapa unaona kwamba kuna alama ya penseli, lakini inaashiria kwamba siwezi kufanya chochote. Kwa hiyo ni kutokana kwamba hii layer nimeilock. Kwa hiyo baada ya kuilock hii layer, tutengeneze layer nyingine mpya, na kutengeneza layer nyingine mpya utakuja katika sehemu ya chini kabisa application ya Adobe Illustrator kulia. Kuna alama ya jumlisha, utaweza kutengeneza new layer. Kwa hiyo utabonyeza mara moja, au unaweza ukaja katika hii sehemu ambapo kuna vichoro vitatu, utabonyeza mara moja, kisha utabonyeza sehemu ambayo imeandikwa new layer. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa hivi tuna layer 3, na tulivyotengeneza layer mpya kwa kupitia sehemu hii tumetakiwa kuandika jina. Kwa hiyo hapo unaweza ukaipa jina, kwa mfano Daka Store, alafu utabonyeza okay. Kwa hiyo sisi lengo letu tuwe tuna layer 2, kwa hiyo layer moja itabidi tuifute. Kwa hiyo tutaifuta hii layer namba 2. Kwa hiyo kuifuta layer kuna njia mbili kuu. Njia ya kwanza, tunakuja katika sehemu hii ambapo tumetengeneza new layer, halafu tutabonyeza delete layer. Kwa hiyo itategemea na lile jina ambalo umelipa ile layer yako, ama ile layer yako ina jina gani. Njia ya pili, unaweza ukaichagua hii layer halafu ukaishikilia na ukaiburuza ama ukaidrag mpaka kwenye icon ama kialama cha dustbin.
au recycle bin, halafu utaachia. Tunaweza tukaipa jina hii layer ambayo tumeifunga na tutaita mchoro. Kwa hiyo utabonyeza mara 2 na itakuwezesha wewe kuandika jina. Kwa hiyo hapa tutaandika mchoro. Sasa ndiyo tunaanza katika huo mchakato wetu wa kuweza kufanya drafting and prototyping, ambapo tunatumia hii application ya Adobe Illustrator kuweza kuichora hii logo yetu ambayo tumeipata katika hatua ya sketch. Kama tulivyoeleza, logo yetu ina sehemu kuu 2. Kwa hiyo tuna hichi kikat ama sehemu ambayo tunaweka bidhaa zetu. Kiswahili sijui niitaje, kikapu, tuseme kikapu. Na hapa tuna D, lakini imekuwa designed pamoja na hicho kikapu cha kuwekea bidhaa. Lakini hapa tunaona kwamba tuna jina la logo yetu. Sasa tuanze na kuchora hichi kikapu. Kwa hiyo tutatumia zana mbalimbali kuweza kuichora ama kufanikisha kuikamilisha hii logo yetu, na tutaanza na kuchagua rectangle tool ambapo shortcut yake ni M. Kwa hiyo tunaona kwamba kipenseli kipo. Hii inamaanisha kwamba sijachagua layer ambayo ipo active. Kwa hiyo nitachagua hii layer ambayo nimeiandika jina la Dark Store. Tuhakikishe hatuna rangi yoyote katika kuichora hii rectangle yetu, kwa sababu hapa tuna rangi nyeupe kama inavyoonekana katika sehemu ya control bar. Kuna rangi nyeupe au sijui gray. Hii inawezekana sio nyeupe moja kwa moja, lakini naona kama ni nyeupe. Sasa tuhakikishe kwamba hakuna rangi, na ili kuondosha rangi tunaweza tukaja katika sehemu hii, halafu tuchague sehemu ambayo kuna rangi nyeupe na imewekewa alama nyekundu. Kwa hiyo hapa nitakuwa sina rangi, na stroke tuweke stroke nyeusi. Point unaweza ukaacha hiyo moja. Kwa hiyo hapa tayari nina layer ambayo haina rangi lakini ina stroke nyeusi, ila nitaifuta kwanza hii layer ili tuweze kuanza sambamba. Kwa hiyo nitaifuta, nitaichagua, alafu nitabonyeza button ya delete. Kabla ya kuendelea nikwambie kwa nini nimeweka stroke na nimeondosha rangi ama fill. Hii itanisaidia mimi kuweza kuchora na kuweza kuona vizuri hii kazi yangu, kwa sababu nikiweka fill nitakuwa nitaficha baadhi ya sehemu ya design yangu ama huu mchoro wangu, na nitakuwa siwezi kuendelea vizuri. Kwa hiyo nimeondosha, na nitakuja tena katika kuchagua rectangle tool. Baada ya kuchagua rectangle tool, nitakuja katika sehemu hii, halafu nitachora rectangle kama hii. Tunaona kwamba rectangle yetu imekaa kama hivyo. Sasa nikueleze kitu. Wakati tunafanya ama tunachora kwa kutumia penseli na karatasi, tunakuwa hatuchori kitu ambacho kimekamilika ama perfect. Kwa hiyo hata mistari yake au duara lake linakuwa halijanyooka. Kwa hiyo tunapokuja hapa ndipo tunapofanya vizuri ama tunatengeneza kile kitu ambacho kipo perfect ama kipo bora. Kwa hiyo hapa unaweza ukaona mistari ya huu mchoro wetu sijaifuata. Kwa hiyo ni kutengeneza kile kitu ambacho kimenyooka. Baada ya kuchora rectangle, nitachukua direct selection tool. Shortcut yake ni A. Kwa hiyo baada ya kuchagua direct selection tool, nataka sasa huu mstari ambao umelala kidogo, yani nifuatanishe hii rectangle yangu kufuata huu mstari. Kwa hiyo direct selection tool kazi yake ni kuchagua point ama nukta katika mchoro wako, kwa sababu tunapochora kutumia vector applications, kwa tunakuwa tunachora kupitia point mbalimbali. Kwa hiyo nitachagua nukta hii, halafu nitakuza sasa hii design yangu ili niweze kuona vizuri na kukuza. Unaweza kuchukua zoom tool au ukatumia shortcut. Kwa hiyo mimi napenda nitumie shortcut, na shortcut yake ni control pamoja na alama ya jumlisha ama plus. Kwa hiyo nitabonyeza mpaka ile sehemu ambayo nahisi inaonekana vizuri. Kwa hiyo hapa naona vizuri, lakini haijakaa kati tuseme katika hii screen yangu. Kwa hiyo nitabonyeza space bar ama button ya kuacha nafasi, na itakuja hand tool ama tool ya mkono, ambayo hii inaniwezesha mimi
kuweka vizuri ama kuweka pale ninapotaka wakati nafanya kazi mbalimbali katika ile artboard yangu. Kwa hiyo nitaiweka hapa. Baada ya hapo nitarudi tena katika direct selection tool, nitaichagua kisha nitabonyeza point kama hii. Kwa hiyo hapa nikibonyeza hapa inanionyesha kwamba nimechagua point moja tu ambayo ni hii. Kwa hiyo nikibonyeza hapa unaona kwamba hapa kuna kiduara hichi kinaonekana. Kwa hiyo nikija hapa, ukitaka kuchagua hizi pointi zote unabonyeza shift tu. Kwa hiyo hapa nimechagua hii na hii. Kwa hiyo nikija hapa itakuwa nimechagua pointi mbili wakati nimebonyeza shift bila kuachia. 3, 4 zote nitakuwa nimezichagua. Sasa mimi nataka nichague hii moja tu. Baada ya kuchagua pointi hii nitabonyeza arrow key ama button ya mshale hii ya kwenda kulia. Kwa hiyo nitaingiza ndani hii pointi yangu. Kwa hiyo nitaingiza mpaka sehemu kama hii. Baada ya hapo sasa tunaona kwamba hii tuseme nimeweza kunyoosha. Kwa hiyo nitakuja katika nukta hii na nitabonyeza arrow key ya kushoto ama huu mshale, button ya mshale wa kushoto, nitaiweka kama hivyo. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa tumeweza kunyoosha. Sasa kilichobakia kwamba tunaona hii kona yetu imekuwa curved ama ni smooth, sio sharp kama hii rectangle yetu inavyoonekana. Kwa hiyo nitakuja kuichagua tena ile point, halafu sasa nitabonyeza hapa. Kuna kama kiduara fulani hivi, kuna kiduara hichi. Kiduara hichi kinakusaidia wewe kutengeneza round corner. Kwa hiyo nitakishikilia na nitaingiza ndani. Kwa unaona kwamba nikiingiza ndani natengeneza nini? Natengeneza round corner. Kwa mfano nikiachia hapa unaona kwamba nimetengeneza kona kama hii. Ni kubwa lakini sisi tunataka kona ndogo tu kama inavyoonekana katika huu mchoro wetu. Kwa hiyo nitabonyeza command au control pamoja na Z. Halafu nitakuja tena kushikilia hapa na nitaingiza ndani. Kwa hiyo hapo kwa hatua ya awali nimeweza kufuatanisha na kuweza kuichora sasa ile logo yetu. Sasa tutengeneze umbo jingine kwa kutumia rectangle tool na tutachora kwa ukubwa sawa na hili umbo letu. Kwa hiyo kwa mfano kama hapa. Baada ya hapo sasa itabidi tuzifanye hizi kona zetu zifuatane ama ziendane na hii logo yetu ama nembo yetu. Kwa hiyo nitachukua direct selection tool. Baada ya kuchukua direct selection tool nitachagua nukta hii na nitabonyeza shift, nitachagua nukta hii. Kwa sasa hivi nimechagua nukta mbili. Kwa hizi nikishikilia katika, wacha nikuze kidogo, nikishikilia katika hii sehemu hii nitaweza kuziboresha zote mbili. Kwa hiyo hapo tunaona kwamba tayari kumekuwa kama na duara fulani ambayo imetengeneza kama lile umbo ambalo lipo. Baada ya hapo tunaweza tukaweka rangi katika maumbo yetu haya mawili. Kwa hiyo tunaanza na hili umbo la chini. Nitakuja katika sehemu ya kuchagua rangi na kwa mfano nitachagua rangi ya kijani. Halafu nitachagua hili umbo langu la juu na kubadilisha rangi na kuchagua rangi ya machungwa hii. Nitabonyeza mara moja. Kwa hiyo lengo la kuchagua rangi tofauti ni kuyatofautisha haya maumbo, lakini sitahitaji stroke tena. Kwa hiyo kama sihitaji stroke na uwezo wa kuchagua maumbo yote mawili, halafu nikaja katika sehemu ya stroke, halafu nikachagua ambapo hakuna rangi. Sasa itabidi tuunganishe haya maumbo yetu, na kuunganisha haya maumbo ama kuunda maumbo tofauti una uwezo wa kufanya hivyo kwa kutumia zana ambayo inaitwa Shape Builder Tool. Kwa hiyo Shape Builder Tool hii kazi yake unatengeneza ama unaunganisha maumbo ama unatoa ama una subtract maumbo kulingana na vile ambavyo wewe unataka. Utaweza kufahamu kadri tutakavyoendelea na mafunzo haya. Kwa hiyo nitachagua haya maumbo yangu yote niliyoyachora
Kisha nitakuja katika sehemu ya zana na kuchagua zana ya Shape Builder ama Shape Builder Tool. Ukitumia Shape Builder Tool utakuwa na uwezo wa kuunganisha maumbo ama wa kutoa maumbo. Kwa hiyo baada ya kuchagua maumbo yangu yote mawili, kama unavyoona hapa ninavyochora, hii ukibonyeza mara moja katika mouse yako bila kuachia utaweza kuchora lines ama mistari kama hii. Kwa hiyo kila utakapopitisha basi ndipo ambapo unaweza kuzidisha ama kuadd au kutoa. Kwa hiyo hapa nafanya nje, lakini ninavyotakiwa haswa niweze kuchagua ama kupitisha ile sehemu ambayo kuna maumbo yangu. Kwa hiyo nitakuja katika hii sehemu ya maumbo, wakati tayari nimeyachagua na nimechukua Shape Builder Tool, nitapitisha. Kwa hiyo nimeanza kupitisha hapa, nitakuja kupitisha na hapa, nitapitisha na hapa. Kwa hiyo baada ya hapo tayari nimeweza kuunganisha umbo langu. Kwa hiyo sasa hivi hili ni umbo moja. Kwa hiyo nimeweza kutengeneza ile cut au kikapu cha kununulia bidhaa. Kwa hiyo nitabonyeza command au control pamoja na Z kuweza kurejesha sehemu ile ile. Baada ya kuunganisha hili umbo letu, tukija katika sehemu ya layers na tukificha kwa kubonyeza hichi kijicho hapa, utaweza kuficha na utaweza kuona ule mchoro wako ulivyo. Kwa hiyo tukiangalia hapa tunaona kwamba ile shape yetu ama umbo letu limeingia ndani hapa, ambapo imefuata kama hii alama ya D ambayo ipo katika huu mchoro wetu. Turudi tena katika sehemu ya layers, halafu tuionyeshe hii layer yetu, isipokuwa sasa kwa vile imeficha ule mchoro wetu, kwa hiyo itabidi tupunguze opacity. Na opacity manake ni kama kufifia kwa kitu katika design yako. Kwa hiyo nitakuja katika sehemu ya opacity na nitaipunguza mpaka pale ambapo naweza kuona mchoro wangu vizuri. Kwa hiyo hakikisha kwamba umechagua ile layer yako, halafu ndipo uje katika opacity na upunguze. Utaweza kuona kwamba ule mchoro wako unaonekana na ile layer yako uliyotengeneza ama umbo lako linaonekana kwa mbali. Kwa hiyo hapa tuna uwezo wa kufanya chochote ambapo huku chini ama nyuma tunaona. Sasa twende katika zana, alafu tuchague zana ya maandishi ama type tool. Kisha tuandike herufi D. Kwa hiyo nitaandika herufi D, hati zangu nitachagua Montserrat. Katika style hapa nitachagua medium. Alafu nitaandika herufi D. Baada ya kuandika herufi D, itabidi hii nikuze sana. Kwa hiyo kuikuza nitachukua selection tool, halafu nitabonyeza shift ili niweze kukuza vizuri, na nitashikilia katika pembe na kukuza mpaka pale ambapo mimi ninataka. Kwa hiyo baada ya hapo nitakuja kuweka katika huu mchoro wangu na kufuatanisha kama vile unavyoonekana. Kwa hiyo hapa nikiangalia inaonekana ni kubwa kidogo. Kwa hiyo nitaiweka kwanza, nitabonyeza shift alafu nitaifanya iwe ndogo kidogo. Kwa hiyo kama medium naona kwamba haitoshi ama inaonekana nyembamba kidogo, kwa hiyo naweza nikaja katika style tena nikachagua tuseme semi bold. Alafu nitaishusha kidogo, nitaweka sawa. Kwa hiyo hii ndiyo D yangu ambayo katika mchoro wetu tunaona kwamba imelazwa na imefanya kama ni sehemu ya kushikia kile kikapu chetu. Kwa hiyo hii ni size ambayo tayari nimeshaipata kwa kutumia hii D yangu, lakini vile vile kuna sehemu ambayo hii imeliwa ama imelika. Kwa vile tunaona kwamba hapa kuna sehemu ambayo imeingia ndani, kwa hiyo nitaiduplicate hii D ama nitaifanya ziwe mbili. Ukiachana na kuduplicate na uwezo wa kukopi. Kwa hiyo naweza kubonyeza command au control pamoja na C, halafu nabonyeza command au control pamoja na V. Kwa hiyo nimeweza kupaste. Hivyo nitaisogeza mpaka katika sehemu ambayo kuna hili duara ambalo limetengeneza hili umbo langu. Kwa hiyo nitaikuza mpaka kufikia sehemu ambayo inafanana na huu mchoro wangu. Tujalie ni sehemu hii.
Baada ya hapo itabidi sasa tuweze kutengeneza umbo jipya kwa kutumia Shape Builder tool. Kwa hiyo hapa tuna umbo pamoja na maandishi. Sasa maandishi yanakuwa hayakubali kuweza kutumia Shape Builder tool na ukaweza kufanya vile unavyotaka. Kwa hiyo hapa unaona kwamba nimechagua maandishi pamoja na kile kikapu changu, lakini kichukua Shape Builder tool siwezi kutengeneza umbo. Kwa hiyo haya maandishi itabidi tu ya expand, na kuexpand ndiyo tunayafanya maandishi yetu yawe katika mfumo wa umbo. Kwa hiyo nitachagua herufi hii, kisha nitaenda katika object, halafu nitabonyeza katika expand. Baada ya kuexpand na hakikisha kuna tick katika object pamoja na fill, halafu nitabonyeza okay. Kwa hiyo baada ya kubonyeza okay, unaona kwamba hapa imeshabadilika, na hata nikichagua herufi yangu unaona kwamba kama imejitengeneza umbo fulani hivi. Kwa hiyo hapo sitaweza kuedit tena, kwa mfano kuifanya iwe na herufi kubwa au kuendeleza kuandika maandishi, kwa mfano niandike dada hapo, haiwezekani tena. Tofauti na hii ambapo unaona kwamba nikibonyeza hapa naweza kupata kuendelea kuandika. Subiri nikuze nje uone. Kwa hiyo unaona kwamba hapa naweza kuandika ama naweza kufanya chochote. Tofauti na hii hapa siwezi kuandika tena, kwa sababu shakuwa converted ama imebadilika kwenda katika umbo la kawaida. Kwa hiyo tukirudi tena na nikachagua haya mambo yangu yote, nikichukua Shape Builder tool, sasa hapa na uwezo wa kutoa ama kuongeza katika nini, katika hizi shapes zangu. Kwa hiyo mimi hapa nina uhitaji wa kutoa na kutengeneza muonekano kama huu. Tuhakikishe tumechagua mambo yetu yote. Kwa hiyo nitaenda kuchukua zana ya uchaguzi ama selection tool, halafu nita highlight katika haya mambo yangu. Kwa hiyo nahakikisha kwamba hii huku isichagulike. Kwa hiyo nitachagua tena vizuri, halafu nitachukua Shape Builder tool. Sasa hapa unaona kwamba nikisogeza kuna umbo hili naweza kulitengeneza, naweza kutengeneza umbo hili na huku na kadhalika. Kwa hiyo nitabonyeza Option au Alt katika keyboard yangu, kisha unaona kwamba kutoka katika alama ya jumlisha inakuja alama ya kutoa. Kwa hiyo nitabonyeza hiyo Option ama Alt, halafu nitapita katika zile sehemu zote ambazo sihitaji ziwemo katika umbo langu. Kwa hiyo baada ya kuachia unaona kwamba nimeweza kutengeneza umbo kama ninavyotaka, lakini kuna visehemu vimebakia. Kwa hiyo nikikuza ndani bila ya kubonyeza popote, unaona kwamba kuna kisehemu hichi kimebaki na kisehemu hichi kimebaki. Kwa hiyo nitabonyeza Option tena ama Alt, kisha nitatoa hichi na nitatoa na hichi. Baada ya hapo sasa nikija katika sehemu ya opacity, halafu nikiongeza mpaka kwenye 100%, unaona kwamba tumepata ule muonekano ambao tunautaka. Kwa hiyo kama tulivyosema mwanzo, tunapotumia penseli na karatasi kuchora, tunaweza tusipate kitu ambacho kimekamilika au kimenyoka, au tunaweza tukasema kwamba tusipate kitu perfect. Kwa hiyo hapa nikificha hii layer ya chini, unaona kwamba tumepata muonekano fulani. Kwa hiyo baada ya hapo nitaonesha tena, halafu nitaichukua hidi yangu na kuiweka hapa. Kwa hiyo nikija tena kuficha, unaona inaonekana kama hivyo. Tushaanza kupata ule mwelekeo wa nembo ambayo tunaitaka. Kabla ya kuendelea, nikuoneshe kitu hapa. Tunaona kwamba ile D yetu imekuwa refu kidogo kwa chini na vile vile kwa juu. Kwa hiyo itabidi sasa tuweze kuibadilisha na kuifanya iwe kama hivyo, miguu yake mirefu, kabla ya kufanya chochote. Kwa hiyo nitaionesha ile D yangu,
Hapa hata nikichukua direct selection siwezi kufanya mabadiliko yote ambayo nayataka. Kwa hiyo na herufi hii pia tutaenda kuiexpand. Kwa hiyo nitachukua selection tool, nitaichagua, nitaenda katika object, nita-expand. Halafu object na fill, hakikisha kuna tick na okay. Baada ya kuexpand nitachukua direct selection tool, halafu nitashika katika nukta hii na hii. Kwa hiyo itabidi sasa tuengeze kuelekea chini. Kwa hiyo nitatumia button ya mshare ya kuelekea chini katika keyboard yangu kuweza kuengeza ile miguu yetu kuja chini. Kwa hiyo tunaona kwamba tunakuza chini. Kwa mfano mpaka hapo. Halafu nitakuja na juu nikiwa nimechagua direct selection tool. Nitabonyeza hapo pamoja na kubonyeza nukta hii ili niweze kuengeza kwa wakati mmoja. Kwa sasa hivi nitabonyeza arrow ya kuelekea juu ama mshale wa kuelekea juu katika keyboard ya kompyuta yangu. Kwa nitabonyeza na kukuza. Tujalie mpaka hapo. Tunaona kwamba hii D yetu kuna kama maumbo hapa kama imejigawa. Sasa bora tuunganishe ili iweze kuonekana vizuri. Kwa hiyo nitachagua hii herufi yangu yote, halafu nitachukua shape builder tool na nitapitisha tena ili niweze kuunganisha. Kwa hiyo napitisha kote. Kwa sasa hivi imekuwa kitu kimoja. Na hapa nikichagua hii D naona kwamba ina muonekano mzuri au inaeleweka, tofauti na pale kidogo kulikuwa kuna mazongi. Sasa baada ya kuiweka hapa itabidi tuirotate kidogo tuweze kuifatanisha na hichi kishikio chetu ama kama ilivyo katika huu mchoro wetu. Kwa hiyo huku tunaona kwamba kuna cha kushikia na haya huko ni maringi. Kwa hiyo hapa nikija katika kona mojawapo naona kwamba hii mouse yangu nikiwa nimechagua selection tool, nikija katika kona huku, nikija kona hii, nikija kona hii, nikija kona hii. Kwa unaona kwamba hii selection yangu inabadilika na kuja kama arrow, ambapo hapa inatuashiria sisi tuweze kurotate. Kwa hiyo nitakuja katika sehemu hii, nitarotate ama nitazungusha mpaka pale ambapo mimi ninataka na ule mchoro wangu unavyonionyesha. Kwa hiyo tujalie hapo, kisha nitaipangilia vizuri. Kwa mfano hapo. Kwa hiyo kama nataka nivute kidogo nyuma na uwezo wa kushika hapa na kuweza kuvuta nyuma ili kuweza kufatanisha ule mchoro wetu. Kwa hiyo nikificha ule mchoro wa chini, tunaona kwamba sasa hivi muonekano wa logo yetu upo kama hivyo. Kwa hiyo naonesha tena, nitapunguza opacity ili niweze kuona na vitu vya chini. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba kuna hichi ambacho kimezidi hapa na hii sehemu ambayo kuna maringi ya hichi kikapu chetu. Na uwezo wa kubadilisha rangi ili niweze kuona vizuri. Kwa hiyo naweza nikachagua halafu nikaenda katika mfano rangi ya manjano. Halafu nitapunguza opacity. Kwa hiyo tunaona kwamba inaonekana hivyo. Sasa nitachukua rectangle tool na kuweza kuchora kitu ambacho nataka kiwe upana wake kifanane na hii shape yetu ambayo tumeiweka hapa. Kwa hiyo nitakisia tu, nitaangalia kwa jicho la kawaida. Kwa mfano hapa. Halafu nikirotate hii, sasa nitakuwa na uwezo wa kuweka sawa kwa vile ninavyotaka sasa. Kwa hiyo nikiweka hapa, kwa mfano nikija nikiweka na hapa, naona kwamba inakaribiana sana au sawa sawa. Kwa hiyo nikiweka vizuri, haya labda tuongeze kidogo. Kwa hiyo baada ya hapo, hii nitaondosha na nitaweka sehemu hii. Halafu nitarotate.
Kwa hiyo nahakikisha kwamba nimeichagua vizuri, halafu nikija sehemu hii nikirotate, halafu nitaiweka sehemu kama hii hapa. Kwa hiyo hapa nitaifanya tu iwe kubwa ipite, na huku nitapunguza opacity ili niweze kuona maumbo yangu ama mchoro wangu vizuri. Sasa hapa tunaona kwamba kuna kama mpindo. Kwa hiyo huu mpindo utachukua direct selection tool, nitachagua nukta hii, nitachagua na nukta hii. Kwa hiyo nitashika katika hivi viduara either hapa au hapa. Kwa hiyo nitakuwa tayari nimeweka kama ile shape au ule muonekano wa ule mchoro wetu. Kwa hiyo nikikuza ndani, hebu subiri nibadilishe rangi hii. Kwa hiyo tunaona kwamba sehemu hii na sehemu hii tunataka tuikate ama tuipunguze. Kwa hiyo nitachukua selection tool, halafu nitachagua haya mambo yangu yote. Kisha nitachukua shape builder tool na kuweza kutoa sehemu ambazo sizihitaji. Kwa hiyo nitabonyeza option au alt katika keyboard yangu. Nitabonyeza mara moja, nimetoa. Nitabonyeza tena mara moja, nimetoa. Baada ya hapo, nikiwa bado katika shape builder tool, nitaunganisha mambo yangu yote haya. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba tayari kimekuwa kitu kimoja. Kwa hiyo nikizoom out ama nikikuza nje, halafu nikificha huu mchoro wangu, unaona kwamba sasa hivi tuna mchoro kama huu. Lakini tukija humu katika hizi kona zetu, tunaona kwamba kuna kama curve fulani hivi. Kwa hiyo nitashikilia hapa, kisha nitaingiza ndani kidogo, na nitashikilia na hapa, halafu nitavuta nje kidogo. Kwa hiyo natengeneza curve corner. Baada ya hapo, rangi ya kijani nataka nibadilishe kidogo, sababu naona kwamba kuna hizi lines za kijani na hii shape yangu ya kijani ama umbo langu la kijani. Kwa hiyo itabidi nibadilishe rangi kidogo ili kuwe na utofauti. Kwa hiyo nitachagua kwa mfano hata hii orange sio mbaya. Nitapunguza opacity, halafu nitachora sasa hichi cha chini. Kwa hiyo nitachukua rectangle tool kama kawaida, nitachora kuanzia hapa mpaka hapa, halafu nitapunguza opacity. Sasa hili umbo langu nitaenda kuliweka vizuri, nitarotate kwa mfano hapa, halafu acha nikuze ndani kidogo ili niweze kuona vizuri. Kwa hiyo naweza kupangilia kidogo, kupunguza, halafu naweza kuchukua direct selection tool na nikashika nukta hii, halafu natumia arrow key ya juu kuweza kufatanisha. Kwa hiyo nitapandisha mpaka hapo, halafu na nitakuja katika nukta hii, nitashusha chini kidogo kwa sababu hapa kama haijakaa sawa. Kwa hiyo nitashusha chini kidogo. Baada ya hapo nitaunganisha na kutoa baadhi ya sehemu ambazo sizitaki. Kwa hiyo nitachagua umbo hili, nabonyeza na shift na kuchagua umbo jingine. Baada ya hapo nitarudi tena katika shape builder tool, halafu nitatoa sehemu ambazo sizihitaji. Kwa hiyo nitabonyeza option ama alt na kupunguza sehemu hii na hii ya chini. Baada ya hapo naweza kuunganisha haya mambo yangu sasa. Kwa hiyo nachagua tena, nachukua shape builder, halafu nabonyeza mara moja, naunganisha na hii. Sasa kilichobaki ni kuchora hivi viringi. Kwa hiyo nitachukua ellipse tool. Kwa hiyo nitakuja katika pale nilipokuwa nachagua rectangle tool, nita right click, halafu nitachagua ellipse tool. Baada ya hapo nitabonyeza shift wakati nachora duara langu
kuashiria viringi. Kwa hiyo nitachora kama hapo. Halafu nitaweka sawa. Baada ya kuchora hili duara la mwanzo linaloashiria ringi, kwa hiyo nita duplicate. Kwa hiyo nina uwezo wa kucopy ama kuduplicate. Kwa hiyo kuduplicate unaweza kubonyeza Option ama Alt katika keyboard yako pamoja na kuburuza ama kudrag hili duara. Kwa hiyo utakuwa umeweza kuduplicate, au una uwezo wa kubonyeza Command au Control pamoja na C, au kuja katika sehemu ya edit ukacopy, halafu ukaja tena kwenye edit ukapaste. Kwa hiyo nitachukua ile duara langu nitaliweka vizuri sana katika sehemu hii. Kwa hiyo nikizoom nataka nihakikishe kwamba nimeweka katika sehemu ambayo kama imeingiliana, yani naweza kutenganisha sehemu hii na hii pamoja na kwa kutumia hili duara langu. Kwa hiyo sasa huku itabidi niunganishe na huku nije nipunguze sehemu ambazo sizitaki. Kwa hiyo nitachagua hapa kwanza, halafu nitachukua shape builder tool, nitatoa sehemu hii, halafu sehemu hizi naweza nikaunganisha kabisa, kisha nikaja katika sehemu hii nakuza ili niweze kuona vizuri. Nitabonyeza Alt halafu na kukitoa hichi kisehemu ambacho kimezidi. Okay. Baada ya hapo nitakuja na hapa, kisha nitachagua haya maumbo yangu mawili yote. Nitachukua tena shape builder tool, halafu nitapitisha hapa kuweza kuunganisha. Tumefikia sehemu nzuri sana. Kwa hiyo hapa nikisema na feature huu mchoro wangu wa chini, halafu ukibakia ule mchoro wangu wa juu tu peke yake, unaona kwamba tayari tumeshatengeneza kitu ambacho kinaeleweka au kile kitu ambacho tunakitaka. Kwa hiyo nina uwezo wa kushika ama kuchagua na kuongeza opacity ili uweze kuona vizuri. Kwa hiyo nikionyesha ule mchoro wangu, tunaona kwamba tayari tumeshakamilisha hatua ya mwanzo ambapo tumeweza kutengeneza picha ama alama ya logo yetu. Kwa hiyo nikificha, unaona kwamba mchoro wetu unaonekana hivyo, lakini baada ya kutumia applications za design tumeweza kuchora mpaka kufikia hapo unapouona. Sasa tukamilishe sehemu ambayo imebakia, ambapo hapa tutaandika jina ya hii logo yetu na tutachukua type tool, halafu tutabonyeza mara moja. Tunaweza tukakuza hati kabisa, halafu tukaandika sasa Daka Store. Nitabadilisha hati za hili jina kwenda katika Arial Black. Kwa hiyo baada ya Montserrat nitachagua Arial Black, au naweza kuandika hapa Arial Black. Sasa nikificha tena ule mchoro wetu, tunaona kwamba ile logo yetu imeshaingia sura. Kwa hapa tulipofikia, hatuna haja ya kuonesha tena ule mchoro wetu kwa sababu tayari umeshakamilika. Kwa hiyo kilichobakia ni kubadilisha rangi na kuiwasilisha sehemu husika. Kwa hiyo tutaanza na sehemu hii hapa na tutachagua rangi ya orange ambayo inaelekea kama kwenye wekundu, ambapo tutachagua rangi hii. Nitachagua na sehemu hii na kubadilisha kwenda katika rangi ya kijani, ambapo nitachagua rangi ya kijani ambayo ipo chini ya manjano hapa. Baada ya hapo, na hili jina nitaweka liwe na rangi ya orange ambayo kama hii. Kwa hiyo nitachukua eyedropper tool, halafu nitachagua hii rangi. Kwa hiyo kwa hatua ya awali tumeweza kuikamilisha hii logo yetu. Sasa kitakachobakia ni kwamba tuipangilie katika hivi vipengele vyake ili logo yetu iwe imekaa sawa sawa au imebalance. Kwa hiyo kwanza nitachagua haya maumbo yangu yote ya juu,
halafu nitaya group ili iwe kitu kimoja, kwa sababu hapa nitataka nifanye alignment. Kwa hiyo nikifanya alignment, kwa mfano nikichagua vyote hivi na nikija kubonyeza hapa horizontal align center, kwa unaona kwamba inabadilika ule muonekano. Kwa hiyo nita undo kwa kubonyeza command au control pamoja na Z, kisha nita group ama nita group haya mambo yangu, hii alama yangu. Kwa hiyo nitayachagua, halafu nita right click, nita group. Kwa hiyo sasa hivi kipo kama kitu kimoja, sio vitu tofauti. Kwa hiyo nikichagua pamoja na haya maandishi yangu na nikialign, nitakuwa nimeweza kualign vizuri sana. Baada ya kufanya alignment na kupangilia vipengele vyetu, hatua hii ya ubunifu wa rasimu ama drafting and prototyping itakuwa imemalizika. Sasa unaweza kuiwasilisha pamoja na kukusanya maoni na kuweza kurekebisha kazi yako na kuimalizia. Huu ndio mwisho wa mafunzo haya, ambapo umeweza kutumia application ya Adobe Illustrator kuweza kuichora nembo yetu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa maudhui kama haya, basi usiache kutufuatilia kwa kusubscribe na bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification ama taarifa pindi tu tutakapotuma video za mafunzo mengine. Natumai umejifunza mambo mengi sana. Kama umeipenda video hii, usisahau kulike, kucomment na kusambaza ama kushare video hii kwa wengine nao wapate kujifunza. Asante na tutaonana katika video za mafunzo mengine.